Msichana mmoja alisafiri kimakosa kurudi nyuma hadi mwaka ambao mama yake alikuwa na umri wa miaka 18. Wakati huo, mama yake alikuwa akimsaidia mvulana mmoja kuvua koti lake. Msichana huyo alipoona alama ya kovu kwenye bega la mvulana huyo, alihisi kuwa yeye ndiye baba yake. Baba yake aliwahi kwenda nje ya nchi peke yake na kumtelekeza yeye na mama yake. Hali hii ilimlazimu yeye na mama yake kupitia miaka mingi ya shida. Akiwa amedhamiria kuandika upya mustakabali mbaya wa mama yake, msichana huyo aliamua kuwazuia wasiingie kwenye mapenzi. Alichukua bunduki ya maji sakafuni na kukimbilia darasani. Mvulana huyo alijaribu kumnyang'anya bunduki hiyo ya maji. Hii ilimfanya msichana huyo kuteleza na kuanguka juu yake kwa bahati mbaya. Kimya kikubwa cha aibu kilitawala hewani. Msichana huyo alihangaika kusimama na kwenda moja kwa moja kwa mama yake. Alimuuliza mvulana huyo alikuwa akijaribu kufanya nini sasa hivi. Mvulana huyo alimtupia koti lake. Alisema mama yake alikuwa amechoma nguo zake na alitaka fidia tu. Hatimaye, msichana huyo aligundua kuwa alikuwa amemhukumu vibaya. Wakati huo huo, walisikia sauti ya mwalimu ikitokea nje. Wote watatu walishikwa na hofu na kujificha mara moja. Mwalimu alikuwa karibu kugundua mahali walipojificha. Mvulana huyo alipiga hatua mbele ghafla, akipanga kumuongoza mwalimu mbali. Msichana huyo alihofia mama yake angeanza kuwa na hisia na mvulana huyo baada ya tukio hili. Alisimama haraka vile pia. Mwalimu aliwakamata wote wawili na kuwapeleka ofisini. Walikuwa karibu kukabiliwa na adhabu kutoka kwa mwalimu. Mama yake alijawa na hatia na akapiga hatua mbele kuomba msamaha kwa mwalimu kwa niaba yao. Mwishowe, mwalimu aliwasimamisha wote watatu kama adhabu kwa kipindi kimoja kamili cha darasa. Msichana huyo alihisi aibu kubwa. Hata hivyo, alipoona tabasamu usoni mwa mama yake, alihisi kuridhika sana. Kabla ya msichana huyo kusafiri kwa wakati, yeye na mama yake walipata ajali ya gari pamoja. Siku hiyo ilikuwa siku yake ya kuzaliwa. Mama yake alitaka kumnunulia keki ya kuzaliwa. Msichana huyo alifikiri keki hiyo ilikuwa ghali sana. Alikuwa amedanganya na kumwambia mama yake kwamba anachukia keki za kuzaliwa. Mama yake alijua kuwa hakuwa akisema ukweli. Alikuwa amenunua keki kwa siri ili kumshangaza binti yake. Hata hivyo, msichana huyo alipoiona keki hiyo, alipandwa na hasira kali. Aliamini kuwa yeye si lolote ila ni mzigo kwa mama yake. Akiwa amezidiwa na hatia, aligeuka na kukimbia. Mama yake alimkimbiza bila kusita. Hakuweza kusikia honi za magari zilizokuwa zikilia kila mahali karibu naye. Msichana huyo aligundua kuwa mama yake alikuwa katika hatari kubwa ya kifo. Alikimbia kwa kasi mbele na kumsukuma mama yake mbali na hatari. Yeye ndiye aliyedongwa na gari badala yake. Msichana huyo alipopata tena fahamu, alijikuta akisafirishwa hadi zamani. Wakati huo, mama yake alikuwa bado mdogo na mwenye afya njema kabisa. Alikuwa na hakika kwamba kila janga ambalo mama yake alilivumilia lilikuwa kosa la baba yake. Alimuonya mvulana huyo asije akampenda au kuwa karibu na mama yake katika siku zijazo. Mvulana huyo alifikiri tabia yake ilikuwa ya kushangaza kabisa. Hakuwa na nia yoyote ya kimapenzi na mtu yoyote. Hali yake ya kuchanganyikiwa na woga ilimfanya aonekana wa kufurahisha. Baada ya siku hiyo, mvulana huyo aliendelea kutumia visingizio vinavyohusiana na kumuona mama yake ili kumfanya amkimbie majukumu yasiyohesabika. Msichana huyo alikataa kumruhusu kuwa karibu na mama yake. Hakuwa na chaguo lingine ila kutii kila moja ya matakwa yake. Jioni, mji ulifanya tamasha la fataki. Msichana huyo alisimama kando ya mvulana huyo na kutazama onesho la fataki. Kiwanda cha fataki kilichokuwa nyuma yao kililipuka ghafla. Mama yake alikuwa ameingia katika kiwanda hicho kutumia choo muda mfupi uliopita. Msichana huyo alikimbia kwa kasi kuelekea kiwandani bila kufikiria mara mbili. Alikumbuka ghafla, mlipuko huu ndio uliomwacha mama yake kisini na buba maishani. Katika haraka yake ya fujo, alijikwana kuanguka vibaya. Wakati uliofuata, alirudishwa kwenye mstari wake wa asili wa wakati. Katika wakati wake, mama yake alikuwa amepoteza maisha katika ajali ile mbaya. Nambari iliyochongwa kwenye kidani cha mkuu shingoni mwake ilikuwa imebadilika kutoka 3 kwenda 2. Msichana huyo alielewa mara moja kuwa kidani hicho kilikuwa na nguvu ya kusafiri kwa wakati. Komenti kama unahitaji muendelezo.